لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jina langu naitwa Juma Twaha Salum. Niko taasisi ya Uhud Hajj and Travel Limited ambayo inajihusisha na kupeleka mahujaji Saudi Arabia kwa ajili ya kutekeleza nguzo ya tano ya Kiislamu. Kazi yetu kubwa ni kuhamasisha mahujaji, kuandaa kitaaluma na kuwapeleka kule na kuwahudumia katika mazingira ya kiibada, na tunahakikisha pia wanapata huduma nzuri za malazi na chakula kizuri. Kuanzia mwaka jana tumepeleka, ndio taasisi ya kwanza kuweka hoteli ya ya Pullman ambao walikuwa pale wakawa nalala adjacent na msikiti, mkabala na msikiti, nyumba ambayo iko baada ya msikiti tu na iko pale pale karibu jirani kabisa na msikiti. Walipata muda mwingi zaidi wa kufanya ibada zao, kufanya umra kwa wingi, kusali sala zote tano kwa wakati, hata kama kupata dharura zote kwa msikitini rahisi kukimbia nyumbani na kujisaidia chochote. Lakini pia tunahakikisha kwamba mahujaji wote wao wazima na wagonjwa wanafanya ibada zao kwa ukamilifu zaidi, na kila baada ya tukio moja kuisha huwa tunajiridhisha kama mahujaji wote wamekamilisha hilo tukio. Kwa mfano, tulipofika tu pale Maka baada ya kufanya ibada ya umra, baadaye tulipita katika vyumba vyetu vyote kujiridhisha kwamba mahujaji wetu wote wamefanya umra kwa ukamilifu, na kama pale kwa mapungufu tunawasaidia ili wakamilishe. Katika tukio lote lile hawakosekana wagonjwa, lakini pia tulihakikisha kwamba wagonjwa wote wamefanya ibada zao kwa kukamilika. Kwa kifupi, tunahakikisha kwamba kila mtu anahiji kulingana na hali yake. Mwepesi atafanya hija kulingana na hali yake wepesi, na yule ambaye anahitaji msaada aidha kwa utu uzima au kwa ugonjwa wake au kwa maumbile yake pia anasaidia kufanya hija kwa ukamilifu. Kugundua kwamba kuna mapungufu mengi zaidi watu wanafanya ibada ya hija kwa kusomeshwa kufikia hija bila kufahamu fadhila zinazolipwa katika maeneo mbalimbali ya hija. Kwa mfano, mtu katika kutufu anapata nini na nini, ibada yenyewe ya hija ina malipa ina ngapi. Naona kuna mtu kuongezewa umri, lakini kuongezewa riziki zake, lakini pia afya yake kuimarika. Naona katika kusai kuna malipo gani, katika kusimama Arafa kuna malipo gani, kukaa pale Mina kuna malipo gani, kurembea kuna malipo gani. Kwa hiyo tumeamua kwamba kwa mwaka huu tujikite katika maeneo matatu makubwa: fikihi ya hija, hadithi zinazohusiana na hija na sira ya hija. Na wapa mwito Waislamu wote wa Tanzania ni kwamba hija ni nia. Panapo nia, mtu atatekeleza jambo lake la aina yote ile. Mtu anaweza akaenda hija kwa kudunduliza mwenyewe binafsi kutokana na akiba zake, lakini kuna baadhi ya watu wanamiliki magari, kuna baadhi ya watu wana viwanja, wana mashamba, na bado wanajiona kwamba hawana uwezo. Tayari hao wana uwezo na hija kwao ni wajibu. Ndio kwa la muhimu kwa wao kuuza baadhi ya assets zao zilizozidi, kuuza baadhi ya nyumba zao, kuuza baadhi ya viwanja vyao ili wakamilishe ibada ya hija. Katika fikiri ya hija haizungumzii mtu amiliki nyumba 3, nyumba 4. Kinachozungumzwa pale ni kwamba ni mtu kupata uwezo zaidi kuweza kukidhi nauli ya kwenda na kurudi na chakula chake na watu wanaobakia nyumbani kwake. Kwa majina naitwa Rashid Saleh Hamisi, ni daktari kutokea taasisi ya Uhud Hajj and Travel Limited ambayo ina usajili Zanzibar na Dar es Salaam. Kwa upande wangu, kwanza tunamshukuru Allah kwa kutuwafikisha kwenda na kurudi salama nchini tukiwa na mahujaji wetu wote 86 wakiwa na afya ambazo zinaridhisha, na kwa ukubwa ni kwamba tulijitahidi kama taasisi na upande wa sekta ya udaktari kuhakikisha mahujaji wetu wote wanaendelea kuwa na afya bora kwa utekelezaji wa ibada bora. Nitoe wito kwamba kwa upande wa kila taasisi na kwa upande wa madaktari pia, taasisi kama taasisi tujitahidi kuendelea kutengeneza mazingira rafiki na bora kwa ajili ya mahujaji. Kwa mfano, nazungumzia kwa taasisi yetu tulitengeneza mazingira kuanzia maandalizi mpaka sehemu ya makazi kwa kule Maka na Madina. Kama madaktari tuliwafanyia check up kabla ya safari, wakati wa safari na kipindi chote cha ibada tukiwa Maka na Madina,
na taasisi pia ina mfumo maalum wa kuwaboresha, kuwasaidia na kuwawezesha mahujaji wetu kuweza kufanya ibada zao kwa ufanisi na kwa urahisi. Mfano wa hilo ni kwamba taasisi yetu imejikita katika kuhakikisha mahujaji wetu wanakaa katika mazingira ya makaazi, hususan Maka na Madina, karibu zaidi na msikiti. Kwa mfano pale Maka tumeweka katika hoteli ya nyota 5 ile ya Clock Tower Pullman Zamzam. Hivyo basi mhujaji anashuka tu kwenye ghorofa ambayo anakaa, anaingia msikitini kwa kumwezesha kufanya ibada kwa urahisi zaidi. Na hali kadhalika kwa kule Madina pia tumewaweka katika hoteli ambayo Sama Golden, ambayo ni distance ya kama dakika 5 kuingia msikitini. Hivyo basi mahujaji wetu wameweza kutekeleza ibada zao kwa urahisi, kwa urafiki. Hali kadhalika afya zao hazikutetereka sana, isipokuwa tu yale hali za hewa ndizo ambazo zimejaribu kwa baadhi yao wachache kupata mafua na vifua ambavyo kama madaktari tumejitahidi kuya control, na alhamdulillah mahujaji wetu wameweza mpaka sasa hivi tukizungumza hakuna ambaye ana afya ambayo ni teterefu sana, isipokuwa tu yale machofu ya safari. Hivyo basi insha Allah ataendelea kurikava taratibu anapokuwa nyumbani. Bismillahirrahmanirrahim. Jina langu ni Mustafa Othman Saif. Walillahi alhamdu, tumekwenda salama katika kutekeleza ibada ya hija na tumerejea katika hali ya usalama. Shukrani za dhati kabisa tunamtangulizia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyetupa afya na uwezo wote kuweza kutekeleza ibada yake tukufu. Lakini swala na salamu tumpelekee kipenzi chetu, kipenzi cha Mwenyezi Mungu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini bila kusahau huduma bora ambazo viongozi wetu mama na wakfu na BAKWATA ambazo walisimama kuhakikisha pamoja taasisi zote za Kitanzania zina kila eneo zinatekeleza katika hali nzuri na iliyokuwa bora. Tunashukuru sana viongozi wetu, Mungu awabariki, awape mrefu, na viongozi wa kinchi pia kwa sababu na balozi maana ni wakilisha serikali wote kwa pamoja, kila hatua tunashirikiana nao kwa salama. Lakini pia bila kusahau taasisi yangu ya Uhudi, taasisi pendwa kabisa ambayo imetupa huduma nzuri. Kwanza tulikaa Pullman Zamzam, Pullman jengo la saa, walihakikisha sala zote tunazipata. Lakini kama utakuwa ni mgonjwa umezidiwa, ile Pullman yenyewe ndani ya haram, na ina misikiti ambayo bado kontrola yake iko ndani ya haram. Kwa hiyo jambo ni bora sana. Tukapata chakula ndani ya Pullman, lakini pia tukatekeleza ibada za sala kwa wakati tukiona hapo ni rahisi sana. Hilo pia ni jambo zuri na la kushukuriwa. Kwa hiyo alhamdulillah, natoa wito hasa kwa vijana. Maana vijana tumekuwa tuna shida sana kama sisi bado hapana. Hija ni ibada ambayo ina sehemu ya imani kwa maana ya moyo, lakini hija ni sehemu ya ibada ambayo imekusanya pia nguvu. Ukiwa kijana hija inakuwa nyepesi sana na nzuri sana kuliko kwa mtu mzima. Wala wazee kwa nafasi zao alhamdulillah waende, lakini vijana tuhamasishane, tujitahidi sana kuchukua malengo, kuwekeza. Kipato cha mara moja huna, lakini weka malengo na nia, inshallah Mungu akishakupa ushathibiti katika nia yako, Mungu atakupa uwezo. Tujitahidi sana, hija inahitaji nguvu, vijana twende. لبيك لا شريك لك لبيك